Hello, karibu tena kwenye channel yetu ambapo tunajifunza mambo mbalimbali kwenye namna ya kutumia mfumo wetu wa Rox ERP, na leo tutaelekezana namna ya kutumia mfumo huu kama wewe unafanya biashara ya dry cleaner. Kwa hiyo karibu sana, tuanze kuelekezana. Kama kawaida unakwenda kugusa ile mistari mitatu ambayo iko juu upande wako kushoto wa mfumo wako, na kwa watu wa dry cleaner unachagua orders. Orders ndo mfumo ambao unaweza ukatumia kama ni mtu wa dry cleaner, na utaona kabisa imekuandikia pale, imekuwekea emoji alama ya t-shirt. Kwa hiyo utafungua, na ukifungua utakutana na dashboard ambayo haina vitu vingi na ipo simple sana, ambapo ni rahisi sana kuitumia. Sasa huu mfumo unautumia wakati gani? Mfumo unautumia pale pale utakapoanza kupokea oda ya mteja. Kwa maana mteja amekuja na nguo zake, anahitaji huduma ya dry cleaner kutoka kwako. Kwa hiyo ukianza kumhudumia utabonyeza new order, ambapo ukishabonyeza new order itakuja option ya wewe kumsajili jina mteja wako, ambapo utaandika majina yake. Kwa mfano tuseme mteja anaitwa Juma Omari, na uta add new customer, ambapo hapo utaweka namba yake ya simu. Kwa mfano hapo nitaweka 0714919996, ambapo hapo utakuwa na option mbili. Sasa unaweza use once, ina maana unatumia hii taarifa za mteja kwa mara hii tu ambapo unafanya oda yake, alafu baada ya hapo utumii tena. Au kama unataka kusave hata kwa matumizi ya baadaye, ina maana kwenye matangazo labda na vitu vingine una save. Mimi nashauri usichague hiyo use once, kwa sababu huyo ni kama amekuja ofisini kwako, ni mteja wako tayari. Kwa hiyo unatakiwa uwe na taarifa naye, ili hata utakapokuwa na offer ama mabadiliko yote, labda umehamisha ofisi na nini, na unampatia taarifa. Kwa hiyo ni vizuri ukabaki na taarifa zake. Na baada ya kusave majina yake, utaona yanaonekana hapo kwenye oda yake kama alivyoandikwa na namba yake ya simu. Chini ya hapo kuna garments maana yake hizo vitu ambavyo ameleta kwa ajili ya hiyo mzigo wake ambao ameleta kwa ajili ya kufanyiwa huduma. Kwa hiyo utaangalia kama ameleta shirt, utachagua pale kwenye shirt. Kama ni trouser utachagua, utaletewa machaguzi mengi, na kama alichokileta hakipo kwenye mfumo, kuna other, unaweza ukachagua other na ukaendelea. Kwa hiyo sisi tutachagua coat, ambapo coat ameleta ili iweze kufanya nini. Utachagua hapo, itakuonesha kama amekuja kuosha, kufua, kama kupiga pasi, kama kufua na kupiga pasi, au ku dry clean ama ku place. Hivyo vyote utaangalia yeye anataka nini. Kwa sisi tutaweka wash and iron. Baada ya hapo unaweza ukachagua rangi, au ukaweka rangi ya hiyo nguo ambayo amekuletea. Ni muhimu pia, lakini ni optional. Kwa hiyo ni vizuri ukaweka ili uwe na uhakika zaidi. Kwa hiyo hapa tutaweka blue. Hii notes ni optional, kwamba labda kuna cha ziada ambacho unahitaji kukiandikia kwenye hiyo nguo, utaweka hapo. Chini kuna button ambayo imeandikwa namba 1, kulia kwake kuna plus, kushoto kuna negative. Hii plus ina maana hayo makoti au hiyo nguo ameleta ngapi ambazo zinafanania hiyo. Kwa hiyo hii nayo ni muhimu kujua kwamba utakapoweka 2, ina maana zile nguo kwenye mfumo zitaingizwa 2. Utakapoweka 3 kadhalika pia hivyo hivyo itakuwa inaongezeka.
price ni inarekebishika. Hapa imewekwa shilingi 5,000, lakini wewe unaweza ukabadilisha ukaweka kulingana na wewe hiyo huduma ambayo mteja anataka ni kiasi gani unataka unachaji kwa hiyo huduma. Kwa hapa sisi tutaweka shilingi 2,000 au tutaweka shilingi 2,500 na hapo unakuwa umemaliza. Kwa hiyo garment moja, yani nguo moja. Kwa hiyo sasa kama ana labda nguo nyingine, uta add garment hiyo chini hapo na utachagua tena kama ni skirt, t-shirt, bedsheet, duvet, blanket na vinginevyo. Kwa hiyo hapa sisi tutachagua trouser ambayo hii atataka iwe dry clean, tutachagua dry clean. Alafu color ni optional, lakini unaweza ukaweka, tutaweka black, tubadilisha rangi. Alafu chini ni kama mwanzo, unaweka idadi, kiasi. Ile ya kwanza tuliweka anataka wash and iron, hapa tuliweka 2,500. Kwa huyu alichagua hii, kwenye hii alichagua dry clean tutaweka shilingi 2,000. Kwa hiyo utaendelea ku add garment mpaka idadi ya nguo zile ambazo yeye amekuletea zimefika, zikiwa zimetofautishwa kama inavyoonekana. Alafu baada ya hapo, chini hapa kuna option ya kuchagua tarehe au muda hiyo order yake itakuwa tayari. Sisi tutachagua tarehe, ameleta leo tarehe 28 June. Sisi tutachagua tarehe 26, ina maana kesho huo mzigo au hiyo order itakuwa iko tayari. Wewe pia utaweka kulingana na vile ambavyo utaprocess hiyo order yake mpaka hiyo imekamilika. Kwa sisi tutaweka tarehe 26 mwezi wa 6 ambayo itakuwa ni after 24 hours kutokea sasa. Na kuna order note, hii pia ni optional. Kama kuna maelezo kuhusiana na hiyo order, labda mko shift, labda wewe ukitoka na ingia mwingine, na wakati labda huyu ambaye anaingia kuna kitu anahitaji kujua kuhusiana na mteja, unaweza ukamwandikia note hapa ili akifungua order anajua bwana mteja ambaye mwenye hii order kidogo asikii vizuri. Kwa ukiongea naye unaweza ukaongeza sauti zaidi. Vitu kama hivyo sio lazima, lakini unaweza ukafanya ili kuboresha biashara yako. Kinachofuata ni utaoneshwa jumla ya kiasi ambacho mteja anatakiwa kulipia, ambayo ni subtotal. Lakini chini yake kuna option ya kuweka discount. Kwenye biashara pia kuna kuwaga na discount. Kwa hiyo unaweza, kama mteja kile kiasi ambacho umemwambia alipie anataka kwa discount, unaweza ukaandika chini yake pale kwamba umempunguzia shilingi ngapi. Kwa hiyo kwa mfano huyu sisi tunampunguzia shilingi 500 discount, ina maana ile subtotal ya shilingi 4,500 itabadilika, itapunguzwa shilingi 500. So total chini yake hapa itakuja itaonekana shilingi 4,000. Na kwa wakati huo mteja amelipa kiasi gani, kwa sababu tunafahamu wakati mwingine mteja analipa mwanzo akiwa ameweka order yake, au analipa mwisho akiwa anakuja kuchukua order yake. Kwa hiyo haina haja ya kupata tabu kwenye hilo. Kama mteja atakuwa amelipa, utaandika kile kiasi ambacho amelipa hapa chini. Kwa mfano mteja amelipa shilingi 4,000 yote, utaandika hapa shilingi 4,000. Kwa hiyo ukishaandika hapa shilingi 4,000, utabonyeza button ambayo itakuonesha, itakuuliza kama unataka yeye mteja amelipa full ama atalipa baadaye. Kwa hiyo utachagua button kwamba amelipa full. Lakini chini yake pia kuna option ya malipo kwamba mteja amelipa kwa namna gani, amelipa kwa cash, kwa M-Pesa, kwa Mixx by Yas, kwa Airtel Money, ama amelipa kwa kadi ya benki. Kwa hiyo utachagua kulingana na namna mteja ambavyo amelipa. Hapa mimi nitachagua cash kama inavyoonekana, alafu tutabonyeza create order.
hii order ambayo una create itakuwa tayari imeingia kwenye mfumo kwamba kuna order ya yenye utambulisho wa serial number DC 0002 ambayo ina 2 garments, yani ina nguo mbili. Kama unakumbuka tuliweka t-shirt na tukaweka na trouser. Kwa hiyo ni nguo mbili, order ni namba 002. Hapa unaweza ukamprintia mteja wetu au mteja wako receipt ambayo hii utampa kwa ajili ya kufuatilia order. Kwa hiyo receipt nazo ziko kwa mfumo tofauti tofauti. Kuna huu mfumo wa 58mm ambayo mfanano wake ni kama huu ambao unauona hapa, unakuwa katika mfumo wa QR code, ambayo hii receipt inakuwa ina QR code mbili. Kumbuka hii order ya kwanza, hii order yote imewekwa, lakini imewekwa garments mbili tofauti, yani nguo mbili tofauti. Kwa hiyo inamaanisha hii QR code ya kwanza itatumika kwa ajili ya nguo ya kwanza, QR code ya pili itatumika kwa nguo ya pili. Lakini vile vile una option ya kumprintia mteja risiti ambayo ipo katika mfumo wa A4 au